tumia vyote. Tushasikiaga bana, uchumi umezoroteka, vyuma vimekaza. Jamani, vyuma vimekaza, vyuma vimekaza. Muda mwingine inawezekana vyuma vinakaza kwako. Yule kijana alipata njaa peke yake akiwa kule mbali. Fungu linaendelea kusema hata alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu ikaingia katika nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji, akawa na haja. Katika fungu la 15 inasema, akaenda akashikamana na mwenyeji wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake alishe nguruwe. Kijana aliyekuwa maana, kijana aliyekuwa anaaminika na baba yake, kijana aliyeenda mbali. Sasa amefika kule mbali, mali zimeisha, vitu vimeisha, anabaki peke yake. Anafika hatua mpaka anaenda kulisha nguruwe, kile chakula cha nguruwe. Kuna muda anatumia ili ajishibishe, kwa maana yuko mbali nyumbani, kule mbali hamna upendo kama nyumbani. Kijana yuko kule mbali, anahangaika. Alitoka nyumbani kwa sababu hapendi amri, alitoka nyumbani ili apate uhuru, lakini kijana amefika mbali, upendo kule haupo. Ana njaa, ana shida, anafika sehemu mpaka analisha nguruwe. Kijana wa Kiyahudi ambaye alikuwa hataki kukaa na nguruwe, sasa yupo na nguruwe. Kijana huyu yuko mbali, kijana huyu ameenda mbali. Kuna muda tunaenda mbali kwa mawazo, kuna muda tunaenda mbali kwa fikira, kuna muda shida fulani inatufanya tunaenda mbali na Yesu. Tunasahau upendo wa Baba, tukifika kule tunateseka. Ndio maana kuna muda mtu anafika anasema, ngoja ninywe pombe, labda mawazo yataisha. Pombe kisha mawazo ni yale yale, shida ni zile zile. Ndio maana ule wimbo unaosema, uniongoze Yehova, nilishe, ninyweshe mpaka nitosheke. Kwa Yesu ndiyo kuna kutosheka kweli kweli. Kwa Yesu ndiyo kuna kushiba kweli kweli. Kijana yuko mbali, amani hana. Kijana yuko mbali, shida zimempata. Kijana yuko mbali, marafiki aliyokuwa nao wote wamemtenga, marafiki aliyokuwa nao wote wamemkimbia. Kijana amebaki mwenyewe, wakati kijana tumia vitu vyake vyote. Hakuna mtu aliyekuwa na kontakti za nyumbani, labda hawezi kumpigia mzazi. Kijana yuko kule, ametumia vyote na vyote vimeisha. Kijana anabaki akiteseka. Fungu linaendelea linasema, akawa akitamani kujishibisha kwa maganda aliyekuwa anakula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Fungu la 17 linasema, alipozingatia moyoni mwake alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanakula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Kijana huyu baada ya shida kumpata, baada ya maumivu akiwa mbali akampata, kijana anazingatia moyoni mwake, anasema, ni watumishi wangapi wanakula vizuri, kwa baba mbona kuna raha, kwa baba mbona kuna furaha. Kijana anazingatia moyoni mwake, akakumbuka nyumbani, akakumbuka upendo wa baba. Ndivyo hivyo wewe mshiriki, muda mwingine inabidi ukumbuke kwa baba, kwa maana kwa baba ndio anaweza kukushibisha, kwa baba ndio anaweza akakulisha vizuri, kwa baba ndio anaweza kukumbatia kwa upendo wake. Fungu linaendelea kwa kusema, alipozingatia moyoni mwake alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanakula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Namba 18, fungu la 18 inasema kuwa nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Huyu kijana baada ya kuzingatia akasema ataondoka. Watu wengi tunafia dhambini, tunazingatia ndio, lakini ile amri ya kusema nitaondoka haipo, ile kiu ya kusoma neno la Mungu haipo. Yani nazingatia ndio nimekosea, lakini kurudi kwa baba, nitaondoka, nitaenda nyumbani, nitaenda kwa mzee wangu kumwambia, Baba, maisha yamenishinda ya huko, narudi. Mtu anashindwa kusema, ndio Mungu anasema kuwa huyu kijana akatambua na akazingatia, akarudi nyumbani. Na anaendelea kusema namba 19, sistahili kuitwa mwana wako tena, nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Kijana akiwa mbali, baada ya kuzingatia shida, baada ya kuzingatia makosa yake, akaondoka. Alipozingatia akaondoka, na kijana akaondoka kweli kweli. Akiwa kule mbali, yawezekana alikuwa anashikamana na watu wa dunia ile, yawezekana alikuwa anafanya mambo ya anasa, lakini kijana sahihi amezingatia moyoni mwake, anasema kuwa nitarudi nyumbani, na nikirudi nyumbani nitamwambia babangu, nimekukosa mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako. Kuna muda tunafia katika dhambi kwa maana tunazingatia tu, lakini lile neno la kusema tunarudi halimo moyoni. Mnasemaje? Bwana Yesu asifiwe.
Neno la Bwana linasema akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimuona, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Kijana aliyekuwa ananuka kama nguruwe, kijana aliyekuwa hovyo, kijana ambaye amechafuka, kijana ambaye alichukua pesa za baba akaenda mbali. Kijana anarudi nyumbani, baba anamtazama, baba anamwangalia kijana wake. Baba akakimbia akamlaki, baba akamkimbilia kwa furaha akimlaki. Akujali dhambi alizokuwa nazo, akujali uovu aliokuwa nao, akujali alikuwa ananuka kiasi gani, lakini upendo wa baba ukabaki pale pale. Baba akamkimbilia kwa furaha, akamfuata, akamkumbatia, akambusu sana. Fungu naendelea linasema katika kitabu kile cha mstari wa 21 linasema, yule mwana akamwambia baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba aliwaambia watumwa wake, ileteni upesi vazi hilo bora, mkamvike, mtie na pete kidoleni na viatu mguuni. Kuna muda tuko mbali, kuna muda tumeenda mbali na Yesu, kuna muda tumeenda mbali kama yule kijana. Kuna muda tumedondosha amri tu, tumedondosha kashilingi tu. Ukiitafuta ile shilingi itapatikana, ukimulika